Tumsifu Yesu Kristo. So nisikilize, inapofika saa ya nafasi ya muombaji mbele za Mungu, Mungu hana shida na maovu yanayofanyika. Mungu hana shida na maovu yanayofanyika. Ana shida kwa kukosekana mtu kusimama kati yake na huo uovu. Wengine bado haijaingia. Nimesema hivi, inapofika saa ya nafasi ya muombaji, Mungu hana shida na maovu yanayofanyika mahali. Ana shida na muombaji aliyeko hapo mahali kushindwa kusimama kati yake na Mungu na hayo maovu. Sema unaipata wapi? Kwenye Ezekieli. Kwenye Ezekieli 22. Kwenye Ezekieli 22. 23 mpaka 31. Anasema hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu uiambie nchi, wewe nchi isiyo safika wala kunyeshewa mvua, siku za ghadhabu, fitina ya manabii wake imo ndani yake. Sikiliza, anaeleza hali iliyoko kwenye nchi. Fitina ya manabii yake iko ndani yake, kama simba ngurumaye akirarua mawindo. Wamekula roho za watu, hutoa kwa nguvu hazina za vitu vya thamani. Wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Makuhani wake wameiharifu sheria yangu. Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuweka tofauti kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamewafumba macho yao wasioangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Sasa angalia, wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo, ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wamewapatia chokaa isiyokoroga vema, wakiongea ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema Bwana asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Watu wa nchi wametumia usalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, na wametenda jeuri maskini na mhitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Hayo ndio mazingira yaliyoko kwenye nchi. Anaeleza mazingira yaliyoko kwenye hiyo nchi. So cheki, amezungumza viongozi wake wamekosea, makuhani wake wamekosea, manabii wake wamekosea, watu wa nchi wote wamekosea, wananchi wake wote wamekosea. Na amesema makosa ambayo kila mtu amefanya kwenye hiyo nchi. So cheki mstari wa 30 anachosema, nami nikatafuta mtu miongoni mwa nani? Miongoni mwa wanaofanya hila, miongoni mwa wanaodhulumu, miongoni mwa wanaomwaga damu zisizo na hatia, miongoni mwa makuhani walioharifu sheria yake, miongoni mwa manabii wanaotabiri uongo, miongoni katikati hayo mazingira. Mungu anatafuta mtu kwenye hayo mazingira. Ameeleza namna manabii walivyosema uongo, ameeleza namna makuhani walivyoharifu sheria yake, ameeleza namna viongozi walivyoacha, na anasema wametenda yasiyo haki, wamewaonea watu. Amezungumza hali halisi iliyoko kwenye nchi anayezungumzia, lakini cheki anachozungumza. Anasema kwenye hayo mazingira, akija angalii kwanza hayo maovu, akija angalii kwanza dhambi iliyoko, akija angalii kwanza mazingira hayo, akija anachungulia kwanza kama